ninasema ni asante kwa sababu ya ukuu wako na uaminifu wako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya ushindi wako, neema yako na neno lako. Wewe maandiko unayo yako yanayosema kwamba hakuna neno lako litakuja bure. Kila neno litakuja na kutimiza kile ambalo limekuja kulipangia kutimiza. Baba, nakushukuru kwa ajili ya binti huyu aliye hapa. Nasema ni asante kwa sababu ya maisha yake. Baba, unajua kile kilichomleta hapa. Mimi sijui, lakini unajua. Baba, ninakushukuru. Ninasema ni asante kwa sababu ya maisha yake. Ninasema ni asante katika hiyo hali ya tumbo ambayo imekuwa ikimtatiza. Naomba kwa jina la Yesu, kenye alibandikwa kwa tumbo, roho ya upotovu na roho ya utapeli ambao ilitumika na akanaswa pasipo kuwa na ufahamu na akaingia katika shida. Roho wa Mungu, fanya kazi yako katika jina la Yesu. Kila kifungo ambacho kimemfunga, unabii wowote uliotolewa wa kipepo, unabii uliotolewa wa kishetani wa kumrudisha nyuma, Roho wa Mungu, fanya kazi yako. Fanya kazi yako, Roho wa Mungu. Hiyo giza ambayo iko kati yangu na yeye, hiyo giza iondoe. Huyo aliyesimama katikati yangu na yeye aondoke katika jina la Yesu. Aliyesimama katikati yangu na yeye aondoke. Na hayo mavazi ninayakatakata na upanga wa Roho Mtakatifu. Ninayakatakata na upanga wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Shakarabakuntorobosandarabakutorobosa. Rima mama kantarabakushotorobo shandarababa. Kanisa, inuani mikono yenu mwelekeze mahali hapa. Inueni mikono yenu mwelekeze mahali hapa kwa jina la Yesu. Baba, ni asante. Usijaribu kusimama nyuma yake. Nimekataza mtu yoyote kusimama nyuma yake. Kuna sababu. Na huyo mtoto anaweza tolewa nje, huyo anayelia tolewe tu nje. Nataka kusikiza sauti ya Mungu. Kuna kitu ambacho Roho wa Mungu ana communicate. Dada, nataka kuuliza swali moja. Kuna mahali ulienda kuombewa? Uliambiwa nini? Uliambiwa nini? Toboa tu siri. Toboa tu hiyo siri. Ama si kuombewa, mimi ndio nimekosea? Aliyekuombea alikwambia nini? Pastor wawili. Hapo umepotea mwezi mzima ama ni miezi miwili? Pastor, 2 months. Katika hiyo kipindi umeombewa na mapasta wawili. Na walipokuombea wanasema nini? Haya, hao walikuombea. Kuna mahali pengine umeenda? Nikiomba naona mtu anasimama na si mtu mzuri hapa. Kama utasema nitasema mahali ulienda. $5,000 ndio kuombea. Na ukatoa.
akatoa. Sasa huyu ulienda kwake si pastor, wewe ni mganga. Unasikia 5,000. Huyo sasa ndiye anasimama hapa nikiomba. Akatoa 5,000. Na mbona leo hapo umekuja peke yako, wako wapi? Akapona huko kwa mganga. Ni mganga huyo, si pastor. Wewe ulipoenda uliona ni mganga ama uliona ni pastor? Tangu tuanze kukuombea. Na iko wapi hiyo ilizi? Huyo mganga ni sasa leo ameogopa kuja na wewe, akaenda kazini, kwa sababu alijua pastor hapa atajua na atauliza maswali. Mimi nikikuombea saa hii hapa utapona. Sitaki kukupaka mafuta mpaka uje na wewe bwana wako aliyekupeleka huko, na utafute sadaka ambayo inapita ya huyo mganga mlioenda kuona. Hiyo ndio gharama ambayo sasa nakupatia. Utanipiga mawe kwa sababu ya hiyo? Wale mlioenda kwa waganga ninadanganya ama ni kweli? Wale mmekuanga kitambo mnaenda kwa waganga. Joseph, si ushaikwenda kitambo? Unaonaje hiyo nipigwe mawe ama naongea ukweli? Uzuri hii kanisa kuna watu waliwahi enda kwa waganga kabla waokoke. Kwa hivyo wanajuanga. Kwa hivyo hapa tunahubiri practical, kitu yenye tunajua. Ukienda huko na uende kanisani na sadaka iliyo chini kuliko ile ilitolewa huko, una kuanga na ile sacrifice haitaongea isikike kule. So lazima utoe ipite hiyo. Umeelewa? Mimi sikwambii ati uje na 10,000, hata ukaongeza 100 kwa hiyo 5,000. Bora tu imepita hiyo 5,000. Na sikwambii majini yaliyo ndani yako ni 5 ati kila jini ni 1,000. Msinielewe vibaya. Wengine alienda akaambiwa kila mtoto ni 1,000, maana kila mtoto ni jini moja. Alikuwa na watoto 7. Kaambiwa akatafute 7,000 kwa sababu kila mtoto ni jini moja na 1,000 kwenda ni jini moja iende kwa 1,000. Umenielewa? Watoto ni na kila mtoto ni sawa na jini moja iko ndani. Kwa hivyo jini moja itasimamiwa na 1,000. Mimi nimesema hivi, tafuta sadaka inayopita hiyo sadaka. Ndio maana nimewakataza nyinyi kuja kusimama. Hiyo kitu inaweza kuwa transferred kwenu. Sio kila maombi tu tuje tusimame nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakana kuwa alert in the spirit. Asanteni kwa ukarimu wenu kuja kutaka kusimama nyuma yake. So mimi nitakuombea saa hii, hiyo shida ya tumbo itaondoka, lakini lazima uitolee sadaka. Na huyo mume wako, hiyo siku mnaleta hiyo sadaka, mkuje naye. Na umwambie asiingie pale na kinyasa. Kinyasa akija nayo atarudi nao huko alikotoka nayo. Ile siku alikuja na kinyasa. Nakumbuka. Ni sawa. Wewe ushaikuja hapa siku moja na trouser kwa hii kanisa. Sasa mbona yeye anakuja na kinyasa? Hiyo siku alikuwa ametoka ajui kama anaenda kazini. Kwa hivyo hajaokoka. Ama hiyo ni maisha yake. So ndio hiyo ripoti hapa Kinyonga. Leo uko Irangi, kesho uko Rangi. Ndio hiyo kwa anasema hapa.
Sawa, nyumba ya Mungu ni ya kuheshimiwa. Na kama kuna mwingine hapa anafikiria kesho kuja na kinyasa, asikuja na kinyasa, usiingie hapa na kinyasa. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mungu tuiheshimu. Tuheshimu nyumba ya Mungu. Hatutabandika makaratasi pale nje, mwenye trosa, mwenye kinyasa, mwenye kasiliti, mwenye sijui nini, tumbo kati. Hatutabandika pale nje tuseme usijaribu kuingia. Ama tukiweka gate kule tuseme usijaribu kuingia. Hiyo hatutaweka. Tutatangaza na kuomba Mungu atupatie spiritual discipline. Bwana Yesu asifiwe. Na atakayeingia wa kwanza, na hiyo tunampokea na tunampatia leso, tunamfunga, anajifunga, ama tunamwachia mpaka aokoke. Kama hajaokoka alafu analala. So usizuie mtu pia kuingia pale ikiwa ni mara yake ya kwanza kuja. Sawa, ndio apate kujua ukweli. Amen. Nimekumbuka hiyo, nikaona ni vyema kuwaambia ili tuende na hiyo. Amen. Naweza keti chini